Welcome back to Bonga Swahili channel. If you're interested in learning Kiswahili or English, this channel is your go-to resource. Before we get started, make sure to hit the subscribe button and the like button for more daily lessons. Karibu kwenye chaneli hii, nitakuwa nikifundisha Kiingereza pamoja na Kiswahili. Kama unatamani ama kama una nia ya kujifunza Kiingereza ama Kiswahili, basi chaneli hii itakufaa sana. Hakikisha unabonyeza subscribe button kwa ajili ya masomo zaidi ya kila siku. Struggling with English, Kiingereza kinakusumbua? Well, I got you, kwa sababu kwenye chaneli hii nitakuwa nikiposti masomo kila siku. Hakikisha una subscribe ili uwe wa kwanza kupata notification au taarifa ya masomo nitakuwa nikiwa na posti. In today's lesson, we are going to learn about polite English phrases. Semi za heshima kwa Kiingereza. Ni namna gani unaweza ukaongea kwa heshima zaidi ama kwa adabu kwa lugha ya Kiingereza? Katika Kiingereza kuna maneno mengi ambayo huaga yanatumika ku convey idea ya kuonyesha heshima au nidhamu kwenye mazungumzo yako. We know that politeness is very important in everyday conversation. Tunajua politeness, nidhamu au ustaarabu ni muhimu sana kwenye mazungumzo ya Kiingereza. Kwanza kabisa, it helps you sound more respectful and friendly. Inakusaidia kuzungumza kwa heshima zaidi na kwa kirafiki. So, today let us go explore different English phrases. Leo tutaangalia polite phrases za Kiingereza ambazo huaga zinatumika kila siku. Let's get started. Let's begin with greetings. Tuanze na salamu. Salamu ni moja kati ya kitu ambacho huaga kinatumika kwenye mazungumzo ya kila siku na kina convey idea ya politeness kwenye lugha yoyote. Na kwa Kiingereza, greetings are as follow, ni kama zifuatazo. Good morning. Habari za asubuhi, utasema good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Habari za mchana. Good evening. Good evening. Good evening. Habari za jioni. Nice to meet you. Nice to meet you. Umekutana na mtu kwa mara ya kwanza, basi utamwambia nice to meet you. Nafurahi kukutana na wewe. How are you? Habari yako. How are you? Habari yako. Second part, let us see being polite in a conversation. Ni namna gani unaweza kuonyesha unidhamu kwenye mazungumzo yako? Kuna baadhi ya phrases ukizitumia basi zinaonyesha unidhamu ndani yake. Maneno kama vile please, tafadhali, please, tafadhali, please, tafadhali, thank you, thank you, asante, thank you, asante. You're welcome. You are welcome. Karibu. You are welcome. Karibu. Excuse me. Excuse me. Samahani au tafadhali. Excuse me. I'm sorry. I'm sorry. Pole au inaweza ikatumika kumaanisha samahani. I'm sorry. Lakini pia you can say no problem. No problem. Hakuna shida. No problem. Hakuna shida. May I help you? May I help you? Naweza kukusaidia? May I help you? That's very kind of you. That is very kind of you. Hiyo ni jambo la fadhila sana kutoka kwako. Mtu kama akakutendea kitu kizuri, unaweza kumwambia that is very kind of you. I appreciate it. Ninashukuru. I appreciate it. Ninashukuru. I appreciate it. Could you repeat that please? Could you repeat that please? Unaweza kurudia tafadhali? Could you repeat that please?
Lakini pia tuone ni namna gani unaweza kuomba ruhusa, asking for permission kwa Kiingereza. May I sit here? May I sit here? Naweza kaa hapa? May I sit here? Would you mind if I use my phone? Would you mind if I use my phone? Je, utajali nikitumia simu? Would you mind if I use my phone? May I come tomorrow? Naweza kuja kesho? May I come tomorrow? Naweza kuja kesho? I request permission. I request permission. Naomba ruhusa. I request permission. Is it okay if I use your phone? Is it okay if I use your phone? Je, ni sawa nikitumia simu yako? Is it okay if I use your phone? Je, ni sawa nikitumia simu yako? Lakini pia unaweza sema, would you mind if I opened the windows? Would you mind if I opened the windows? Je, utakeleka nikifungua madirisha? Would you mind if I opened the windows? Do you mind if I leave early? Je, utakeleka nikiondoka mapema? Do you mind if I leave early? May I ask you a question? May I ask you a question? Naweza kukuuliza swali. May I ask you a question, please? Next, could I have a word with you? Could I have a word with you? Naweza kuzungumza na wewe kwa muda, au ndo huwaga tunasema naweza kuzungumza na wewe mara moja. Could I have a word with you? Can I try this on? Naweza jaribu hii. Can I try this on? Can I try this on? Next part, tuone polite phrases for offering help. Kama unahitaji kutoa msaada kwa mtu, ni maneno gani unaweza kutumia? Unaweza tumia maneno kama vile, can I help you? Naweza kukusaidia. Can I help you? Do you need any help? Unahitaji msaada wowote? Do you need any help? Would you like me to assist you? Would you like me to assist you? Ungependa nikusaidie? Would you like me to assist you? Let me help you. Let me help you. Wacha nikusaidie. Let me help you. May I offer my help? Naweza toa msaada wangu. May I offer my help? Naweza toa msaada wangu. Do you want me to do that for you? Do you want me to do that for you? Unataka nikufanyie hivyo? Kwa hiyo ukitaka kumfanyia mtu kitu unaweza tu kumuuliza, do you want me to do that for you? Next, let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Nijulishe ikiwa utahitaji chochote. Let me know if you need anything. Also, tuangalie polite phrases for saying goodbye. Ni namna gani unaweza kusema goodbye kwa Kiingereza au kwa heri kwa Kiingereza. Kwenye Kiingereza kuna maneno mengi sana yanayotumika kwenye kusema goodbye, na tunajua kuagana huaga inatumika when finishing up conversation. Tunapokuwa tunamaliza maongezi, huaga tunapenda kusema kwa heri. Sasa kwenye Kiingereza kuna maneno mengi kama vile goodbye, kwa heri. Goodbye, kwa heri. See you later. See you later. Tutaonana baadaye. See you later. See you soon. Tutaonana hivi karibuni. See you soon. See you tomorrow.
See you tomorrow. Tutaonana kesho. Take care. Take care. Jijali mwenyewe. Unagana na mtu unaweza kumwambia take care. Bye for now. Kwa sasa kwa heri. Manake utamuona tena baadaye, unaweza kumwambia mtu bye for now. Catch you later. Catch you later. Nitakuona baadaye. Unaweza mwambia mtu see you later au unaweza kusema catch you later. See you next time. Tutaonana wakati ujao. See you next time. I have got to go now. Ninapaswa kuondoka sasa hivi. I have got to go now, so goodbye. Napaswa kuondoka sasa hivi, kwa heri. Talk to you soon. Nitazungumza na wewe hivi karibuni. Talk to you soon. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell for more Swahili lessons. See you in the next video. Asante sana. Kwaheri.